akafanya nini? Akauliwa. Alafu sikia sasa, wana yule umeshaki sasa, si alirudi kule kwa kazi kule. Siku moja Farao akaota ndoto. Akaota nini? Ndoto. Akaota ndoto mbili. Ndoto ngapi? Nani ataniambia? Ng'ombe ndogo zala ng'ombe kubwa. Haya. Nani ataniambia mwingine? Yeye mwingine anasemaje? Okay, ni sawa. Akaota nini? Ilikuwa ni ngano. Ngano sio? Ile matunda yake sasa. Sile kubwa, sikinasa sile nini? Sile ndogo sikinasa sile kubwa, sio? Ilikuwa na mashani ya kwamba kutakuwa na miaka 7 kutakuwa na chakula, yaani kutakuwa na chakula mingi sana. Alafu baada ya miaka 7 kutakuwa na njaa mingi sana. Sasa baada ya miaka 7 kukawa na njaa, kukawa na chakula. Alafu miaka 7 ikapita kukawa na nini? Na njaa. Sasa watu wa Misri walikuwa wanakuja chakula wapi? Kuna mahali nimepita, kuna mahali nimevuka. Unajua nilikuwa nimeongelea hapa, lakini sikiliza. Sasa yule mnyashaji sasa aliyerudi kule kwa Farao. Sikiliza vizuri. Kwa nani? Kwa Farao. Sasa siku moja Farao alipoota zile ndoto mbili. Sikiliza sasa. Akaita watu wamtafsirie ndoto. Mmechoka? Hakuna yeyote aliyemtafsiria ndoto, wakakosekana kabisa. Alafu yule mnyashaji akamwambia kuna mmoja gerezani ambaye ni Yusufu, tumwendee, atakuja kufanya nini? Kukutafsiria ndoto. Joseph akakimbilia mara moja kule jela, akaletwe mbele ya mfalme, akamtafsiria. Sasa Joseph sikiliza, akapandishwa cheo, akawa the governor in charge in Egypt. Ni wapi? Sasa Joseph akawa mtu mkubwa, akawa na mali nyingi sana, akawa na mali. Siku moja ile miaka 7 ikaisha, ile nyingine yenye njaa. Sasa kwa njaa kila mahali, watu wao wakapata chakula kule nyumbani. Alafu akatoka kule, wakaenda wapi? Wakaenda Egypt kutafuta nani? Kutafuta chakula. Mwenye walimkuta kule ni Joseph. Sikiliza, Joseph hapa alikuwa mkubwa, alikuwa na mali nyingi, aliweza kuwapokea wale brother zake. Kuna wale walitangulia kule mwanzo, alafu akamwambia rudieni wasasi. Wote wakaja Misri. Wote walipokelewa. Angalia watoto, sikiliza. Tunaona kwamba Joseph alikuwa na Mungu. Pia na nyinyi mko na Mungu. Angalia watoto, unapokuwa hivi usimwache Mungu. Alafu tujifunze kutendea wengine mazuri. Joseph alitendewa mabaya, lakini yeye alisahau hayo yote, akaweza kupokea brother zake, wazazi wake, akawajengea mahali pazuri. Aliwajengea mahali palikuwa panaitwaje? Nani nakumbuka? Aliwajengea mahali palikuwa panaitwaje? Kule Misri. Joseph kuna wapi? Hapo sasa Gosheni. Akawatengenezea pale, wakaendelea kukaa pale, ndio waliweza kuitwa wana wa Israeli. Wakaja siku moja, wakatolewa kule kwenda nchi ya Canaan. God bless you. Ananyatoomba. Kaka mtumaje? Ananyatoomba. Ajele nitoomba, sio? Sawa. Let's pray. Everlasting Father, thank you for good story. Bless our teachers and also us. In Jesus' name we pray. Amen. Mnasemaje kwa hayo mahubiri mazuri ya watoto? Sasa wakati umefika, kuna mambo mawili naomba tufanye kabla mjumbe wa Mungu asimame. Ningependa kuwe na utulivu katika nyumba ya Bwana. Pili, naomba kila mmoja ambaye ako na simu, unless una capture mahubiri, uweze kuiweka simu yako. Kitu ambacho tunahitaji sasa ni kupeana masikio yetu kwa mnenaji peke yake.
Nani pamoja na mimi ananisaidia kukaribisha mnenaji? Asante. Mtumishi wa Mungu, unaweza kuendelea. Watumishi wa Mungu, happy Sabbath. Happy day. Asante, nashukuru nimepata kwamba nimefurahia sana kuwa na nyinyi wiki mzima. Hapa kwenu ni mahali pa baraka. Nilipokuja mara ya kwanza nilichokozwa na watoto pale, nilikuja mapema nikapita niangalie hivi vile kuko. Nilikuwa nimevalia kofia ya jeshi, nilipewa na rafiki yangu. Kaambia mtoto wa miaka 16 hivi, akaniambia kwenda huko na kufanya wewe ni nani hapa hata kama uko na makofia ya jeshi. Nikasema huko nitakaa wiki nzima kwa kama nitatoroka. Lakini nilikuwa nafikiria ni watu wabaya, lakini vile nimekaa nimejua mimi watu wa Bwana na Mungu aweze kuwabariki wapendwa. Nimekuwa na nyinyi na nimefurahia kukaa na nyinyi hapa. Jina la Mungu litukuzwe tena sana sana sana. Hata mvua hii ambayo inaendelea ni baraka. Mwenyezi Mungu atukuzwe kwa yale mengi ambayo tumekuja kuyaona. Kwaya nimeimba nikasikia hivi, yaani nikasema kama mngekuwa wiki nzima na nini, hata tungekuwa na utani mwingi zaidi. Hata hivi mlikuja, wale mlikuja na tukaimba, na mbarikiwe sana sana sana. Basi naomba na tuombe, alafu tuseme machache, alafu ndio tuendelee na siku ile katika ibada. Basi na tuombe. Mtakatifu na Mungu wetu, tunakushukuru asante sana hata kwa mvua hii ambayo inaendelea. Wewe ni mwaminifu na ni muda wako wa kunena na watumishi wako ili wapate kusikia ujumbe wa siku ya leo. Baba, ikiwa mvua hii ni wewe umeileta, basi jina lako litukuzwe, na kama sio kusudi lako Baba, itimize kidogo, watumishi wako kusikia sauti yako, kisha Baba itaendelea maana ibada zetu. Wacha neema yako Mfalme tawale mitamalaki katika sehemu hii, na ujumbe huu usikike kabisa katika watoto wako, na ni kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Watoto wa Mungu, kanisa asifiwe. Basi najua kuna watu wanapenda kulala, na mimi sitakataa ulale kwa nyumba ya babako. Kuna labda ulichapa usiku na mke wako ama mume wako amekutandika, ama ulikuwa watchman usiku na unataka kulala, basi naruhusu ulale, lakini sikia kaandiku kidogo alafu lale. Pale siku moja watu wanapanda kutoka mbali bwana Nairobi. Basi kuna kamzee kalikuwa pale, kako na gari ndogo, mzee, yani kule hivyo ni mzee kabisa, lakini ajabu ni kwamba imeandikwa nyuma kanashika network. Sasa na iko na hili ndefu na mzee ako na mandevu makubwa. Sasa watu walikuwa na gari mpya, lakini wanajaribu kukimbizana na ule mzee awashiki ule gari. Sasa walipofika Nairobi wakamuuliza, mzee, tuambie bwana, hii gari yako kwani kuna nini kule ndani? Mzee akatoa ndevu zake akaambia watu waliokumbizana na yeye, akamwambia hivi, niwaambieni, imeandikwa KAZ 80 something, nimeishia hapo. Si magari ya kisasa, ni kitambo, miaka za 70. Wakamuuliza mzee, tuambie siri ni nini? Sasa kumbe mzee akawaambia, hii gari yangu nilienda nikatoa engine, nikang'oa engine nzima ya kitambo, nikabandika engine mpya. Kwa hiyo gari ni mpya ndani, lakini nje imechakaa. Wanaotaka kulala unaweza kulala ukijua hivi. Somo la leo ni rahisi. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kuangalia nodi tena ni kubadilisha mtazamo wetu wa mambo. Badilisha tu akili yako, to akili mzee, heka akili mpya, utakuwa wakili
mwema kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaangalia leo tena masomo ya wiki hii. Kwa wale ambao ni wageni kwangu, najua ni wengi. Mimi naitwa mchungaji Edwin Ikundi, nimetumwa na Kenya Coast Field. Wapendwa, niwaletee ujumbe wa wakili mwema ambao ni ujumbe wa baraka. Na somo nimekuwa nikisema tugeuze mawazo yetu, tuangalie kaskazini. Na nikiwa hapa niliambiwa huku ni east, nikaambiwa huku ni kwenda west, nikaambiwa huku ni kwenda kusini, na nikaambiwa kule ni kwenda north. Na hivyo ndivyo maandiko yanasema, ama mafundisho ya walimu wetu yanasema sisi wote tugeuze akili zetu zielekee kule north, ama tuelekee wapi? Kaskazini. Ndio imekuwa maneno. Na tukauliza wapendwa, kwa nini somo la wakili ninasema tuangalie kaskazini? Tukajua katika kitabu cha Isaya 14 na mstari wa 13, Isaya 14 na mstari wa 13, tukagundua ya kwamba kumbe shetani alipenda kupigana na kiti cha Mungu, na kiti cha Mungu kiko kaskazini. Kule mwisho ndipo kiti cha Mungu kiko. Sijui kama kuna msomaji wangu yuko karibu na ninaweza kumsomea kwa haraka kwa maiki. Wapendwa, tusome tena Isaya 48 mstari wa 2, tusikie kana kwamba ni kweli kiti cha Mungu kiko kaskazini. Na wakati Mungu anatuambia tuelekeze mawazo yetu, turudishe kule kaskazini, anamaanisha namna gani? Isaya 48 na mstari wa 2, yule ambaye kuna microphone atusomee kwa haraka. Isaya 48 na mstari wa 2, tusikie kwa nini Mungu anasema, kwa nini andiko ama waelekezi wetu wa Kenya Coast Field wanatuambia tuelekee kaskazini. Tusomee msomaji tafadhali. Isaya 48 na mstari wa 2 kwa haraka. Soma. Maana kujiita wenyeji wa mtakatifu, ndio kujitegemeza juu ya Mungu wa Israeli, ndio Bwana mwandishi mjumbe wake. Isaya 48 mstari wa 2, msomaji. Ndio 48 mstari wa 2. Isaya inasema, maana kujiita wenyeji wa mtakatifu, ndio kujitegemeza juu ya Mungu wa Israeli. Nimekupa gani msomaji? Kanisa mnisamee wale wameandika. Zaburi ya 48 mstari wa 2. Nishangaa kwani kitabu inasema namna gani? Msiandike si Isaya bali ni Zaburi 48 na mstari wa 2, msomaji wangu. Kwa haraka. Soma. Kuinuka kwake ni mzuri sana. Ndio. Ni furaha ya dunia yote. Ndio. Ndivyo Sayuni pande za kaskazini. Ndivyo Sayuni pande za kaskazini. Mji wa mfalme mkuu. Mji wa mfalme mkuu. Kanisa naomba usikie. Mji wa mfalme mkuu. The great king anaishi kule north. Kwa hivyo wafundishaji hao wakatuambia kwamba kanisa tuelekeze mawazo yetu yaelekee north, kwa maana kule ndio kiti cha Mungu kinakaa. Basi tukaambiwa kwamba wapenda katika wiki nzima, kumbe Kenya Coast Field tumekaa hapa miaka 40. Kuanzia mwaka wa 1986 tumekuwa tukiitwa Kenya Coast Field. Kenya Coast, lakini jina letu tunastahili kuitwa namna gani? Kenya Coast Conference. Kanisa tuseme wote pamoja, tunastahili kuitwa namna gani? Kenya Coast Conference. Lakini tunaitwa Kenya Coast pamoja. Ngapi? Haya, watoto wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Haya, ili uweze kuelewa somo sana, sikiliza. Mungu wa mbinguni aliwatoa wana wa Israeli south kule Misri, awapeleke north kule ambako kulikuwa kunaitwa Israeli Canaan. Sasa naomba niwaulize wapendwa, tukauliza swali, kutoka kilomita 800 ni kuanzia kutoka hapa Mombasa kwenda wapi? Kutoka hapa Mombasa kwenda wapi? Kisii. Tukasema ni kilomita kama 800. Na tukauliza swali la pili, je, kutoka hapa na miguu kama kanisa lote hii tukianzia leo tukafika Kisii kama miaka ngapi? Kanisa mliambie, tutachukua miaka ngapi kanisa? Hello? Tutachukua karibu 6 months, wengine wakasema miezi mingapi? Na mimi nikakubaliana na nyinyi. Wanadishi wanasema ni kweli, kilomita 800 unaweza chukua kuanzia miezi miwili mpaka miezi 6. Lakini ajabu ni kwamba wapendwa, wana wa Israeli kuanzia south
kule ambao kulikuwa Misri na kufika Kanaani walichukua miaka 40. Tukauliza swali, kwa nini wasichukue miezi 6? Tukaangalia wapendwa, ni kwa sababu ya vichwa vyao kuwa vigumu kutosikia sauti ya Mungu kwa bidii. Wakazunguka zunguka mlima Seiri na milima mingine, mwaka ambao ungechukua miezi 6 peke yake wakachukua 40 good years. Kama Kenya Coast Field tumechukua 40 years kuwa conference kwa sababu ya watu wa Mungu na ugumu wa mioyo yetu ya kukaa sawa na kupenda kukaa maisha duni, maisha ya fukara na maisha maskini, maisha ya uovu, maisha ya kutoshika amri za Mungu. Kanisa shetani ashinde. Kwa biashara yako sister, ungekuwa saizi wewe ndio kiongozi wa biashara Njamvi, lakini umekatakata sukuma bando na hiyo sukuma yenyewe umekopa, kanisa yake ni ya mkopo, kashati ni ya mkopo, vitu mzee wako ni ya mkopo, katai ni ya mkopo, kachakula ni ya mkopa, kagari ni ya mkopa, kama si mshwari ni ya nini? Tudeni. Na tukajua watu wa Saudi wanaishi katika madeni kwa sababu ya kutosikia sauti ya Mungu kwa bidii. Watu wa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukasema wataka usikie sauti ya Mungu na kufunguka akili zao, watapanda juu sehemu za Mungu katika juu, watapata neema za Mungu na baraka za Mungu milele na milele. Saa 8 karibu, tafadhali usiende nyumbani. Kama utakula chakula kako hapo, nimeona dalili, kaa hapa saa 8 tutarudia wale masomo pole kidogo tu, tuangalie ni nini somo lilikuwa linaongelea. Lakini kwa sasa Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa acheni turudi north tena. Andika hapo, turning north again. Turudi north tena. Somo letu Wafalme wa kwanza 18:21. Nani msomaji wangu? Wafalme wa kwanza 18:21. Soma kwa haraka. First King chapter 18 verse number 21. Asante moderator kwa hiyo sauti. Mimi niko na sauti kubwa, hata ukienda chini itaenda juu. 18 verse 21 soma. Ninasema naye Elia akawakaribia watu wote, akanena, mtasita katika mawazo mawili hata lini? Endelea. Bwana akiwa ndiye Mungu, fuateni yeye. Ndio ikiwa Baali ndio Mungu. Kanisa, naomba leo kanisa hili mkono, nikwambie kitu. Inua mkono wako tu. Watu wa Mungu Yesu asifiwe. Wewe umeinua mkono gani? Haya, inua mwingine. Haya, hii ya kushoto sema Baali. Tuseme kwa nguvu, hii ya kushoto sema Baali. Hii ya kulia sema Mungu, Muumba mbingu na nchi. Upande huu Baali, upande huu Mungu, Muumba wa nini? Kanisa, tumeelewa? Sasa leo, semeni leo, tunaenda kuchagua kwa jina la Yesu. Uchague kushoto Baali, south, ama uchague right and north, kitu cha Mungu katika ibada ya leo kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Uchaguzi ni wako. Mimi siwezi nikakuamulia uchaguzi ni wa nani. Lakini bado nikwambie nini kilikuwa kinatendeka, wapendwa. Israeli nzima imekaa katika south part. Hakuna kuendelea mbele, hakuna kurudi nyuma, iko stagnant. Kwa nini? Kwa sababu mfalme anaitwa Ahab. Mfalme anaitwa nani? Ahab akawa mwanamke anaitwa Jezebel. Jezebel ni mwanamke ambaye alikuwa amewekwa kwa mungu ya Baali, ametoka kwa nyumba ya kuabudu mungu ya Baali, na basi yule msichana ako dedicated katika ibada za kishetani. Basi Ahabu alikuwa anajua vizuri ya kwamba watu wa Mungu wanastahili kuoa katika ukoo wa watu wa Mungu, lakini akakaidi sauti, akawa mwanamke wa Jezebeli. Sikizeni wale watu ambao mnapenda kuoa watu ambao, na nini vijana ambao mnapenda watu wa taifa pasipo kujua. Watu wengi wanafikiria kwamba ukioa mtu wa nje ama ukioa mtu wa nje utambadilisha akuje kanisani. Lakini hebu nikwambie leo wapendwa, chukua maji chafu na maji safi. Leo maji chafu na maji tuko na mitungi. Hebu niulize kwa mfano, mitungi 5 ya maji safi. Maji chafu mitungi ngapi? Mitungi 5 ya maji chafu.
inahitaji mitungi ya maji safi ngapi ili mitungi 5 iwe safi? Kanisa inaanza kuleta tatizo sasa. Uko na mitungi ngapi wapendwa? Chafu. Hello? Ili iwe safi utahitaji kutumia mitungi ngapi ya maji safi? Ngapi? 10 naweza kufanya maji mitungi 5 iwe safi. Haya, mitungi ngapi? Mitungi 5 ngapi? Hiyo inaweza. Utashangaa bando itakuwa na karangi. Tumeweka 100 lakini karangi kwa uchafu bado tutaenda mpaka 200, 300, 400 tukitafuta kusafisha mitungi ngapi? Haya, watu wa Mungu wanaweza asifiwe. Lakini nauliza swali, mitungi gani tena safi? Mitungi ngapi? 5. Inachukua maji chafu ngapi kuifanya kuwa chafu? Hello? Mitungi ngapi? Hata nusu, si ndio? Ukiweka tu ndani hapo. Kwa hivyo mtu ambaye ni mchafu na mtu msafi, nani atafuta mwingine kwa mwingine? Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Watu ndivyo Israeli ilifanya. Israeli ilikuwa ni safi. Ilikuwa ni nini? Safi. Wako Lord, wanamwabudu Mungu wao, wananyanyua Mungu wao, wanamsujudia Mungu wao. Hakaja Ahabu. Hebu soma katika 1 Kings chapter 16 mstari wa 30 msomaji. Waraka wa kwanza wa Wafalme 16:30 tu kidogo. Alipokuja Ahabu amefanya nini? Amekuta watu wako Lord, watu wanamwabudu Mungu, wanamuelewa Mungu na wako kanisani wanasujudia Mungu vizuri. 16:30 nasema nini kwa haraka? Ndio. Watoto msilale, nitamaliza nitawapatia kanisa. Nasema nini? Ona huyo mtoto wa Omri akafanya yale mabaya machoni pa Bwana kuliko wote waliomtangulia. Ndio, endelea tu. Ndio, akaanzia kuendea makosa na dhambi za Jeroboamu mwana wa Nabati, akamwoa Yezebeli. Endelea msomaji kwa haraka. Binti ya Evibal alikuwa ni miungu ya Baali. Sasa yeye anaingia kwa nyumba ya Baali kabisa, akiona wapendo watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, mnajua kuna watu wa ajabu. Yaani wewe unajua vizuri kabisa hii njia inaelekea kwa shetani. Hii biashara imeunganisha shetani na Mungu. Huyu mwanamke amchi Mungu, huyu mwanamume amchi Mungu, hao watoto hawachi Mungu, lakini wewe kabisa unajitokeza unajiunga na wao, unaingia kwa hiyo biashara. Kanisa, kama mjajua, kuna wachungaji wetu sahihi wawili wametolewa kazini kutoka Semeni Union kwa sababu ile mchezo wa Bitcoin, shilingi ambao walikuwa tunanunua kwa ofisi. Wachungaji wengi sana walikuwa wamejiunga kwa sababu ya tamaa kipesa. Tunajua tumemwimbo na Mungu amesema tusicheze karata, lakini tufanye kazi siku ngapi wapendo? Lakini watu wanaingia katika karata kabisa. Sasa hivi wachungaji wanalia, wanaumiza. Ndio mnasikia kuna uchaguzi mwezi wa Juni kwa sababu ya tamaa, watu kutaka kujiunganisha na shetani. Jamani, hebu nikwambie katika jina la Yesu, wakili mwema katika Mungu wakati wote unajiunganisha na shetani, hiyo biashara mwisho wake ni kuanguka na itaweza kusimama milele na milele. Mimi nakwambia mpendwa mtumishi wa Mungu, hata hawa watu wafanya kazi ndogo mama ya pesa kidogo tu, watu hiyo inaleta 200, watu ileta 300, lakini hiyo ni right mbele za Mwenyezi Mungu. Hanta vizuri kwa jina la Yesu. Kwa kwa binti wa Baali, goja alikuwa anafikiria yeye kwa tamaa zake na raha zake, kwa maana binti ni mrembo, kwa maana binti ni mwema, kwa maana mwanamke huyu ni mrembo wa kuonekana, kwa maana binti za dunia siku zote sio sahihi peke yake. Ndamini kama mjejua, binti wa dunia wanakuwa warembo kweli kweli. Niulizeni ni kwa nini? Kanisa, simuulize kwa nini? Kanisa, niulizeni kwa nini? Kwa maana mlindanganywa ati shetani anatumia vitu vibaya. Shetani hapendi wajinga, shetani anatumia watu wa vyovyo, shetani anachagua the best within the society to corrupt the others. Nani amesikia hiyo kitu? Shetani atumia watu wapumbavu, anapenda werefu. Wanasayansi, hata wale wanasayansi maarufu ndio hao wanaopinga Biblia. Mama, hata hivi mnajua tulipokuwa primary school, vile tulikuwa tunamwamini Mungu tukiwa Sabbath school na wengine wakiwa Sunday school. Lakini kufika vile tunasonga, tukaanzia kuambia mwanadamu evolution theory ya Charles Darwin.
mtu ambaye ni mwerevu, mtumishi wa Mungu, lakini akatumika na shetani vibaya, akaanza kutuambia sisi wote tulitoka kwa manke. Unaambiwa angalia hapa nyuma, hapa karibu na hilo hapo mahali patakatifu, hadi hapo palikuwa kuna kitu ilikatika hapo. Hello, ilikuwa ni mkia ya nini, ya manke, ilikatika. Hata ukichunguza hapo kuna hiyo sehemu imefanya nini, na ni kweli tuliguzaguza hapo, unasikia kama kweli ni mkia ilikuwa imekatwa, sasa imebaki. Hello, alafu tunaanza kuambia, tulianzia kama Synchadropas, mnakumbuka hiyo story? Alafu tukawa upright man, alafu hivi tukasimama, ati na kesho ijayo na kinjayo tutakuwa wanawake sisi wote. Na ni kweli vile mwanamume anategea wanawake saa hii. Nani wanalipa school fees na one days? Sibuseme, nani wanalipa school fees na one days? Nani wanafanya kazi na one days? Nani wako biashara na one days? Nani wamefungwa njela wengi? Semeni wanaume. Nani wako njela wengi? Angalia njela Shimo la Tewa, wanaume 1,800, wanawake ni sister peke yake. Ndio nauliza, wakati wanaume 1,800 wako Shimo la Tewa, nani wanalipa school fees? Na sasa hivi wanaume wengine tunavuta mabangi, upande huu ni Arsenali, upande huu ni Man U, upande huu ni bangi na mugoka na takataka, upande huu ni wanawake wengine kwa barabara, hapo pengine pamebaki ni nini, imebaki ingine, upumbavu na siasa. Hizo kama mwanamke kaangalia, kanaambiwa na wanasayansi katakuwa mwanamke miaka 100 ijayo. Hello? Ni vile wanasema, lakini tunajua kwamba hiyo miaka, Bwana Yesu asifiwe, Bwana atakuja na tuende mbinguni kwa jina la Yesu. Kabla mwanamume anajaga. Lakini wacha niwaambie wapendwa, tulikuwa tunaongelelea nini? Tulikuwa tunazungumzia nini? Kujishikanisha na nani? Na Ibilisi. Ukifikiria mwanamke itamgeuza awe kama Waisraeli, aabudu nani? Mungu. Najua kuna watu wako hapa mjaolewa, na kuna wengine waliolewa saa hii. Vijana hivi nikwambie, watu wako hapa wamekalia moto. Maana alichukua tu akaleta kanisani. Lakini wewe mtu ulichukua hakuwa na Yesu. Wewe ndio Yesu wake. Anajaribu kuwa kama wewe, inakuwa ni ngumu mpendwa. Hata Sabato nikulazimisha, kutoa zaka na zaka nikulazimisha, aabudu Mungu kuanzia Ijumaa jioni mpaka Ijumaa jioni, utachapa. Kwa sababu rafiki yangu ulichagua machaguzi yaliyo mbaya. Kijana, rafiki yangu nakusii kwa jina la Yesu, hata kama kamrembo kako nzuri namna gani, hakashiki Sabato jioni mpaka jioni, angukia kanisani hapa ndani, hacha na tamaa za nje. Rafiki yangu, mimi nakuomba katika jina la Yesu, nakuomba mapema. Hello? Lakini alileta mwanamke wakati wa kuja, jamani, bikira ya kutoka Edibahal, ni bikira kabisa, lakini namwabudu Mungu wa Baali. Ilipoingia huko Yerusalemu, acheni waambieni wapenda, mnashangaa. Wamekuta watu wanamwabudu Mungu, lakini kwa miaka chache hivi Israeli mzima hiyo ilikuwa inamwabudu Mungu nani? Baali. Kwa kutafutia wanawake wangapi? Ni wangapi wamebadilisha Israeli mzima? Wanawake wangapi? Mmoja peke yake ameshinda manabii wote na watu wengine wote, mpaka hapo kabaki Elijah peke yake ndiye anajua dalili. Hello? Watu wa Mungu, shetani ashindwe. Basi walipokuwa wanaabudu Mungu, hata mfalme mwenyewe akaanzia kuabudu shetani, anaabudu Baali. Sasa alipoabudu Baali, Elijah anapatikana hivi, nabii wa Mungu anapatikana huko, nabii wa Mungu akaona nchi yote imeenda. Sasa semeni twendeni north. Semeni twende north. Elijah akasimama. Hebu angalia kitabu cha ngapi? Hebu waraka wa kwanza wa Mfalme huu 17. Hebu angalia mstari wa ngapi msomaji hapa? Mstari wa kwanza, hebu angalia kama ndio huo. Basi Elia Ndio? wageni wa Gibea Ndio? akamwambia, Ndio? kama Bwana Mungu wa Israeli asifu, Ndio? ambaye unasimama mbele zake, Ndio? hakutakuwa na mbali wala mvua miaka hii, Ndio? ila kwa neno langu. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Hamkuniambia kama zilipotea ama inahitajika? Niendelee kushika? Nani anajua hii vitu ya .com tunajaribu kununua? Poleni kanisa. Kanisa, hello. Tuko pamoja ama tumeachana? Hebu nione wale tuko pamoja. Sasa sikizeni. Mtumishi wa Mungu akasikia wivu wa Bwana. Elijah akasikia wivu wa nani? Kwa maana Israeli yote inafuata Mungu anaitwa nani? Baali, wanaenda south, wote wameshuka. Sasa kanisa, kama hujajua,
Hebu nikupatie kwa nini watu wengine wako hapa na biashara zao zilifungwa. Mtu anazunguka, anachukua pesa kwa bank, yote anachukua na loan, anaweka kwa biashara na biashara imekwama. Hebu nikwambie kitu njejua. Elijah anaomba kwamba kusinyeshe, anafunga mbingu mpaka Israeli virudie Mungu iende north. Kuna mtu angasikia vile inamaanisha. Watumishi wa Mungu wako hapa, na kuna mtu wako pale nyumbani amepiga magoti, anasema hata hii kanisani, anasema hiyo kanisa la Jamvi isiendelee mbele mpaka wamjue Mungu, na anafunga biashara na Mungu anakubali zinafungwa, kwa maana akiangalia Jamvi anaona kweli hawaabudu Mungu. Najua wewe sema amen hapo, na mimi sitarajii useme amen. Watu wa Jamvi, sikiliza nikwambie, chunga sana yule mke wako uko naye kwa nyumba. Unafikiria wewe ni kimbonge, mwanaume wa hatari, lakini unazunguka kufanya biashara, unaingia kwa mtumbu, unaingia kwa samaki, umeajiriwa na kampuni, pesa kwa pesa ni nyingi, lakini mwanamke anapiga magoti, anaambia Mungu, naomba mume wangu asifanikiwe. Utaenda kununua magari na malori, anasimamisha mpaka nirudie Mungu, na wewe jui kwamba ni mke wako amefunga ile gari. Watumishi wa Mungu wako mbinguni wanakuombea usiendelee. Kuna mke yuko hapa amesumbua mume wake, na mume anapiga magoti milimani kwa siri, wakati ukilala ukingorota, mwanamume anateremsha magoti yake chini, anaambia Mungu, mke wangu usiruhusu apate vile baraka atapata, maana ukimbariki huyu mwanamke wangu ataachana na kanisa kabisa, hata bila anaonekana. Mungu nakuomba funga kabisa biashara zake ziendelee, wacha akae kwangu hapa, awe anachota maji hapa kwa uwanja. Mnafikiria ni mchezo? Hello kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Pana mtoto anakuombea mama, asema vile baba yangu na mama wamekosana, Mungu wa mbinguni na kuomba tuwasudi maisha yao yafanye kuwa nduni kabisa, usikubali yasiendelee mpaka warudiane. Na nini wawili mnakimbia kwa pasta wote tuombe, hata nikikuwekelea mikono miwili na miguu uwezi, mpaka Mungu atasikia maombi ya yule mtoto kwa jina la Yesu. Kanisa, mnaelewa ama muelewi? Pana pasta Nyatara sijui nani anapiga magoti kwa sababu ya washiriki wengine wako hapa ambao mnafanya kazi na siku ya Sabato. Na Mungu anasema, pasta anasema funga tumbo yule mama. Pasta anasema funga watoto wake, Mungu wa mbinguni sikubali wapite mitihani. Na mnaona kama ni mchezo. Na hebu niulize swali. Niulize swali ama natena nini? Wakati Elijah anasema Mungu kusinyeshe mvua miaka 3. Leo watu walikuwa wanajua ama hawajui? Naomba niulize swali. Watu wanajua ama hawajui? Walikuwa wanajua? Hawajui kama kuna mtu amefanya nini? Lakini vyakula vikakosa, yote ikawa ya ajabu, maji yakakosa, na kwa sababu ya imani ya mtumishi wa Mungu, anaisikia wivu wa Mungu, anataka watu warudi vile kulifanyika. Mungu alifunga hiyo bingu. Kuna watu hapa, unaona kama mimi niko hapa mama ninahubiri, utajaribu sana, utakimbia sana. Ndio unaona watu wengine wanakuja hapa na nguo za 5,000 lakini wanakaa shagala bagala, hata asi mrembo. Ukiangalia mtu amevalia kiguo 10,000 lakini useless. Na kuna mwingine anavalia kanguo miaka 10 kanapewa pass, anang'ara utukufu wa Mungu. Hello. Wengine hata socks hawana, naona mtu akona socks tofauti na ni mke wake anaombea, kijana wake anamwombea, ni neighbor anamwombea, ni mama yako ya kule nyumbani anakuombea, kwa sababu uliacha njia ya haki ya Mwenyezi Mungu, na mama anapiga magoti juu mbinguni na Mungu anafunga kwako. Watu wa Mungu wa Jamvi, Bwana Yesu asifiwe. Elijah akamwambia mfalme Ahab, kama Mungu aishivyo, miaka 3.5 hakutakuwa na dini ya chochote hapa katika hii ardhi. Na ndivyo Mungu akasikia. Kwa maana hivi nikwambie mpendwa, wakati wote mtu wa Mungu anaomba kwa sababu ya watu wa Mungu wamrudie Mungu, hakika Mungu atasikia maombi katika jina la Yesu. Dandangu yuko hapa, anjaamini sana lakini ako na imani kidogo. Mume wake alianzia kumuhanya, alikuwa anafanya kazi Mitchell Court hapa, mwanamume wa ajabu. Alikuwa analeta pande, unasikia mtu akona pesa sijui ya kuingia hizi za kuingia jebi za mkono wa kushoto 20,000, 15,000. Alikuwa amepatia mke wake over 7 million tu, anamwambia niwekee hizi. Lakini kwa sababu ya kiburi ya pesa akaanzia kuwa na wanawake wengi huko na kule. Sasa anatumbua mke wake kweli kweli. Mke wake anapata infections. Kwa mama mnajua hizo magonjwa vile yanakuja. Akajua atapata na ugonjwa. Akaniita mimi. Kaniambia bro, najua wewe ni pastor. Nikamuuliza ni nini dadangu? Kaniambia mimi nataka kuombea mume wangu. Nikamuuliza nataka nini?
Kaniambia nataka tumuombee, haishiwe na pesa zote tu, arudi mahali tulianzia. Nikamwambia ndandangu, mimi siwezi omba hiyo mambo. Kaniambia wewe, nimekualika kama mtu wa Mungu. I don't want you to be like my brother. Nataka kama pastor. Wewe si pastor? Nikasema yeye mimi pastor. Kuja, akanishika, kaniambia tupige magoti. Kamuuliza ni nini? Kanaambia nataka mume wangu aliajiriwa na Mission Court, alikuwa anasafisha, alikuwa anafanya nini? Na kufagia. Na tulikuwa tunaishi vizuri kwa amani. Hata watoto tuliwapata wakati mume wangu alikuwa mwaminifu. Lakini kwa sasa nataka arudi mahali alikuwa. Sasa hivi wako na rafo, gari yao rafo na gari kingine kamoto. Manyumba wamejenga nyumbani. Huko ndio mara kwanza kuona manyumba ambayo ukiwasha stima bandala imulika huko juu, zinamulika huko chini, kwa mbafu inamulika. Kule ndio mataa zimewekwa, watu wameendelea. Nikamwambia ndandangu, ujue mume wako akiishiwa na pesa, hata utaishiwa. Kanaambia pastor, omba. Wacha niwe maskini lakini tuanzie fresh. Tuanzie nini? Ninyi mnajua mambo ya Mungu, wapendo wanjangu, mnajua mamwelei. Chunga sana mke wako kimuona na kusimailia kwa yale makuu maovu unamtendea. Huku kwa mfuko anaangalia tu barua tu girlfriend vile ni wengi. Na wewe mama unamwanja na kijana fulani sababu maisha yako yamekuwa mazuri. Na unakumbuka zamani alikutoa wapi? Virongo ya chini huko chini kabisa. Ukiwa una skati mbili. Hauna hata adabu. Semeni una hata adabu. Alafu sasa vile umekula vizuri samaki hapo unafanya biashara sasa mwili sasa umejaa joto, ni kumwani unamwangalia na mwambia nanuka mdomo. Ushinde kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Unaelewa ama uelewi? Tukapiga magoti. Nikwambie haikumaliza hata mwezi kadha wakati. Mwenyezi Mungu anasikia maombi ya watumishi wake. Wanaume ile kampuni ya Gideon Moi walishika mali ya wizi, wakasema yeye ndiye ameiba. Akaunti zake zote zikakuwa frozen. Akachukuliwa pesa zake zote na ile gari zake zote zikachukuliwa na mali yake ya hizo gari cover ile loss ya ile kampuni. Alifutwa kazi. Dandangu sasa hivi ndio ameanza maisha tena kwa mtaa. Na mwanamume wake alikaa 3 years ana mahali pa kutembea. Akaniletea wale wanawake wote walikuwa wanampigia masimu. Hakuna hata kama mmoja anapiga simu sasa hivi. Maana imekuwa chokora, nani atakupigia simu tena? Wanaume hamna andapo. Wanapiga simu kwetu kwa maana tuko vizuri sasa hivi, tumetuzwa na wake wetu kwa jina la Yesu. Lakini ukikuwa umbo hii hakuna jamaa atakupigia simu hapo. Usione mama ukiwa vizuri hivyo, wanakupigia simu kwa sababu unapendeza, umeshikwa na mume wako atakusaidia. Hello? Na wengine wewe mko hapa mnapigiwa masimu kwa sababu Mungu amekulinda kwa jina la Yesu. Wewe utoke kwake uone vile sura atarudisha mema vile ilikuwa. Hii sura si yako, hii ni utukufu wa Mungu. Ukiondolewa sura yako original, utaonekana vile ni Mungu ameficha tu. Hata wengine mnaolewa ni neema ya Mungu. Makuwa vile inakaa. Na hiyo nini? Lakini Mungu amefunika na utukufu wa Mungu. Yesu asifiwe. Kwani mnaona kama ni mchezo? Mimi nilirudi nikaachana na Mungu miaka fulani hapo, nilikasirikia kanisa nikaacha. Nikaachana uchungaji. Vile nilisikia mtu wa ajabu akiniambia ukweli. Msichana fulani alikuwa nimehubiria wakaokoka wengi wakabatizwa. Wakaja kaka kwangu kaniuliza, kwani pasta amekuwa mweusi? Nikajua hajasema mweusi. Nikuuliza kwani pasta amekuwa sura mbaya? Kumbe nilikuwa nimetolewa utukufu wa Mungu, nikaweka sura ile original yangu. Unafikiri ilikuwa namna gani? Ile ya memory mwenye alikuwa ametoka kwa miraa ilikuwa ni ile. Chafu kabisa. Mama wa Yesu asifiwe. Sitangilane Bwana Yesu asifiwe. Hello, kanisa la jambo Bwana Yesu asifiwe. Watu wanapomwota Mungu, Elijah akaomba mvua isije ikanyesha. Na ni kweli ikonyesha. Na kamikata. Hasa ndio wafalme wanaulizana, wanatafuta Elijah apatikane, akuje kusaidia hii watu. Lakini anapokuja yule mfalme, anaambia Elijah, wewe ndiye unaisumbua nyumba ya Israeli. Kwa maana watu wote wakimwacha Mungu, wanalaumu watumishi wa Mungu. Lakini ngoja nikwambie mambo stewardship wakili uweze kujua mpendwa. Wakati Elijah alishi. Hebu angalia Samueli wa kwanza 18 mstari wa kwanza kwa haraka tafadhali. Samueli wa kwanza 18 mstari wa kwanza. Andiko linasema nini? Ikawa baada ya siku nyingi. Ndio. Neno la Bwana likamjia Elia. Ndio. Katika mwaka wa 3. Ndio. Kusema enenda. Ndio. Ukajionyeshe kwa Ahabu. Endelea. Nami nitaleta mvua juu ya nchi. Endelea. Soma 17 mstari wa 6 tafadhali. Wafalme wa kwanza 17 mstari wa 6. Ndio. Kunguru wakamletea mkate. Ndio. Nyama asubuhi. Endelea. Mkate na nyama jioni. Watu wa Mungu wasikiliza. Ukame unaendelea kuwa ni mkubwa sana. Jamvi, naomba niulize swali. Tafadhali uliza kwa nini maisha yako yanaendelea mrama? Uliza kwa nini mke wako hayuko mwaminifu kwako tena? Jiulize kwa nini familia yenu inaenda chini? Jiulize kwa nini biashara yako inaharibika? Jiulize kwa nini watoto wako siku hizi hawafaulu? Tafadhali jiulize hiyo swali.
Sasa Israeli walianzia kuuliza ile swali. Wanapouliza swali, ngoja nikwambie mpendwa, mtu wa Mungu anaitwa Elijah. Sembeni Elijah. Wakati ukame umekuwa ni mwingi, ukame kwa nini? Sikizeni ajabu. Mungu anatumana chakula kutoka juu inashuka kwa Elijah katika jina la Yesu. Kuna mtu andazi ya juu. Mimi siamini kusema kwamba tumeumana. Najua maisha ya gharama imepanda juu. Hii uchumi wa Kasongo umekuwa ni mbaya, lakini nimeona wa Sabato vile wanaongea. Ninashangaa ni Sabato gani unaongea. Watu wa Mungu hata ukiwa na janga namna gani, kama umemwamini Mungu katika wakili wako, Mungu wa mbinguni anatumana chakula chako kutoka north in Jesus name. Chakula chako kinatoka juu mbinguni, tena moto. Maana Elijah alikuwa mtumishi wa Mungu. Wengine wakilia njaa, Elijah ana plenty. Mwadventista ambaye utakuwa faithful katika uwakili wako, nikuelezee hivyo, biashara yako itakuwa ikinunuliwa na watu ambao hujui. Wazungu wanatuma kutoka south, wazungu wanatuma kutoka east, wanakuja kwa biashara zako, wananunua, wanakuachia pesa katika jina la Yesu. Na familia yako iwezi kukwama kama wewe ni mwaminifu. Ngoja nikwambie la ajabu. Alipoendelea eleze hivyo, tukiumana akilishwa. Baada ya kudhuru, basi Mungu akamwambia wewe, nitakulisha kupitia kwa mwanamke. Akatuma mwanamke ambaye ni windo. Mwanamke wa Sarefat. Mwanamke wapi? Akaambia wewe chakula kimeisha, mvua haiko, ende kwa kule chakula kule. Lakini hivi niwaambieni wapendwa. Mwanamke anaambia enda kakule chakula kwa mwanamke. Kumbe mwanamke huyu kwa maana maisha ni magumu. Anapofika mtumishi wa Mungu, anapofika kwa mwanamke wa Sarefat, kuingia ndani, anakuta mwanamke ni tukuni anakusanya. Biblia inasema tukuni. Akusanya tukuni kidogo, tena anasema tuwili. Semeni kuni mbili. Aenda kachemsha kanini wapendwa, kaunga pale kidogo, alafu nachemsha na nini? Na tumafuta, kisha wapike chakula ngapi? Wakimaliza kupika wafanye nini? Wakufe. Mnakumbuka hiyo hadithi? Hati sisi, lakini Elijah, sikizeni uone Mungu, uniambie kama Mungu ni mwema. Hapo ndio ninaona kanisa hili mkasikia vibaya sana. Bandala ya Mwenyezi Mungu aseme ndio, endeni mchemshe, mkule, niwaombee muongezeke, Mungu isikie vile nafanyanga wapendwa. Hebu angalia hiyo ya mwanamke, anaulizwa namna gani? 17 verse ngapi? Sikia vile Mungu anasema mambo ya ajabu hapa. 17 mstari wa 9. Soma. Ondoka. Ndio. Uende Sarepta. Soma mstari wa 10. Basi akaondoka. Mstari wa 11. Alipokuwa akienda kuleta, ndio akamwita akasema, ndio niletee kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Hebu niulize wapendo, huyo baba ni baba mzuri huyo ama ni mbaya huyo? Kashinika, mnaelewa ama muelewi? Hata nabii wa Mungu anakuta mama akanatutia tukuni tafika kwa chakula kamoja na mtoto wake waku. Bandala aseme wacha niwaombee iongezeke, anafanya nini? Anasema hata hiyo kidogo mnaenda kukula mfanye nini? Mupike, mniletee mimi. Tafadhali. Mimi singempatia. Maana that one is being very selfish. Wewe mzee mzima uko na tumbo kubwa, mtu mrefu uko na kichwa yako nzuri hivi kizuri. Huyu mama ako karibu kufa, unaenda huko bandala umsaidie kuongezea ile ako nayo kidogo, nasema nini? Hivyo ndivyo Mungu aliko wapendwa. Kama unataka kasirika mapema. Mzee, hebu nikwambie, ukienda kwa mama mwenye ni maskini kwa hii kanisa na usikie ako na kaunga, mwambie nataka hiyo unga tukanjenge nayo kanisa, na usiwe na aibu. Uchukue ule unga ulete kanisani hapa kwa jina la Yesu. Hivyo unampokonya, ndivyo unampatia baraka kwa jina la Yesu. Hello. Najua kuna watu wako hapa wanajifanya maskini oe. Unaona hiyo imebaki kwa mfuko? Ilete kama sadaka ya makambi hapa kwa jina la Yesu. Na mzee, usihurumie mtu kwa maana ni maskini. Huyo maskini wote uko nao. Hebu naomba niulize swali. Wakati wale wa mama walikuwa, kuna mama wengine walikuwa sasa fadhama hakuna? Hello. Kuna mama matajiri walikuwa wakati wa hakuna? Lakini Mungu anatumana kwa nani? Anatumana kwa maskini ama kwa tajiri? Tena anakuta mama hiyo siku anatumana. Unajua mama hiyo juzi alikuwa na chakula nyingi, si ndio? Saa hii imeisha, ndio Mungu anatumana ama anangojea kwanza mama apate? Kanisa situongee tumalize maneno. Naomba niulize swali jangu. Mungu anatumana wakati mama ako na nyingi ama wakati mama hana chochote? Swali. Uwakili ni wakati uko nacho ya kutoa ama ni wakati hauna? Wakati wote ni wakati wa kutoa.
Tunauliza hati, mama aulize hati nitakula nini? Anauliza Elijah, mimi nimebakisha hii mwili moja peke yake. Kumbe wapendwa, ile mwili moja ndio inatengeneza uwakili wa milele katika jina la Yesu. Kwa maana Mungu alikuwa amehapa, ukitoa hiyo, kwa maana ni mtihani wapendwa, ni mtihani uwakili, ni mtihani wa njambi. Nikamtihani kidogo tu Mungu anakuwekea, haonekana kwamba moyo wako kwanza uko kwako ama uko kwake. Hebu niulize swali, yule mama asipopatia Elijah, angepika ile chakula, wangekufa ama angekufa? Hello, angekufa ama angekufa? Sasa ona vile shetani anatuambia, tunasema hii nikipeana sina ingine nitaisha. Jameni, peana uishe, maana hata usipopeana utafanya nini? Sijui kama mnanielewa. Upeane utaisha, hata usipopeana utafanya nini? Kwa maana hiyo iko ndani ya mfuko, nafikiri ndio itashikilia maisha yako yote. Wapende, wakili ni kuchukua maisha yako na riski kwa Mungu, unapeana, unasema Mungu, I have given to you whatever happens to me, may it happen to me in Jesus name. Watu wa Mungu, kanisa asifiwe. Mama akapatiana, lakini kumbe sauti ya Mungu ilikuwa imesema hakika hii chakula haitakauka mpaka wakati nini? Mvua itanyesha katika jina la Mwenyezi Mungu. Hivyo ndivyo nawatabiria katika jina la Yesu. Unapokuwa mwaminifu katika zaka zako, unapokuwa mwaminifu katika sadaka zako, unapokuwa mwaminifu katika kusaidia maskini kupitia kwa njia hizi ambazo tumepewa, unapokuwa mwaminifu hata siku ya leo kwa kutoa sadaka ya makambi. Sasa hivi tunahitaji, tuko na 170,000 ndio tunahitaji kutoa, 172. Sasa hivi tumetoa 20 tu peke yake. Sasa tunahitaji 150. Mama, najua kuna wengine mmeweka pledge. Wakati hiyo kitasa itakuja hapa, inuka na miguu yako pasipo kuogopa katika jina la Yesu. Fanyia Mungu mtihani. Mwambie Mungu, nitakupatia na wewe fanya jukumu lako. Mungu, nitakupa na wewe fanya jukumu lako. Hebu katika Malaki 3 mstari wa 10, msomaji kwa haraka. Ruka hapo tuende. Nataka tumalize kwa haraka somo la leo. Malaki 3 mstari wa 10 nasema nini? 3:10, mwenye amepata asome tafadhali. Inasema ili kuwe na nini? Ili kuwemo chakula katika nyumba yako. Endelea. Nikamjaribu kwa njia. Ndio. Sema Bwana wa mbinguni. Kama nijue kama nitawafungulia madirisha ya mbinguni. Alafu na kuwamwagia baraka. Ndio. Kusiwepo nafasi. Mzee, sikiliza. Watu hawajui. Hiyo andiko linasema kwamba toeni na mimi niwabariki. Nimesema kanijaribuni muone. Taste and see. Watu wajanja, jaribu Mungu uone wampendwa. Hata kunyang'anywa na watu kwa sababu ya kuwa na mashaka. Wacha kukaa katika miungu miwili kila wakati mbali na Mwenyezi Mungu. Kamjaribu Mwenyezi Mungu uone vile atatenda, kama atatenda kama vile alipenda wakati wa Elijah. Huyo mama alipomjaribu chakula kikanjaa kwake. Na sisi tunaambiwa tunapomjaribu katika matoleo yetu ya zaka na sadaka, katika wakili wetu atafungua zile dirisha, na tumeona watu wengi wako hapa. Kwa nini Mungu afungue milango? Tukajua milango ni michache, lakini dirisha ni nyingi. Mwenyezi Mungu atamwaga chakula kutoka mbinguni nikose mahali pa kuweka. Na kama unaona kama ni urongo, mara ya kwanza Mungu alifungua dirisha ni wakati wa Noa. Wakati mvua ilitoka katika dirisha za mbinguni. Hiyo mvua katika siku 40 ilikuwa imejaa kila mahali. Hivyo ndivyo Mungu atafungua dirisha kwako kutakaa katika jina la Yesu. Wapendwa, mimi nikwambie tunapoendelea kuangalia somo hili. Mama alipomaliza kutenda jambo hili, achana na mama. Sasa wakati huu waliporudi kule ndani, baada ya kuulizana ni nini shinda, walipata kujua kwamba ni kwa sababu Israeli wamemwacha Mungu. Na kwa sababu wamemwacha Mungu, wakaacha kumtolea Mungu, hata madhabahu ikaanguka. Basi hiyo ndio ilifanya Mungu afunge milango yao. Sasa watu wanjanzi, hebu niwaambieni haraka. Number 1, Israeli ilikuwa imeenda kuabudu Baal. Number 2, walikuwa wanaabudu mara mbili. Sometimes wanamwabudu Mungu, sometimes wanamwabudu Baal. Na washiriki wa Sabato dunia hii yote nimezunguka, nikiangalia na nikifundisha. Wasabato wengi hawako katika, wako tu wote wanamwabudu shetani kidogo na wanamwabudu Mungu kidogo. Na ndio ndio jamani, tuko nusu, na ndio baraka zote hizi kajaa hapa wapendwa. Tafadhali. Kwa maana Waadventista wanafanya dhambi kidogo, wanachanganya na uzuri kidogo, na Mungu hawana baba. Yaani shetani si baba yao na pia Mungu si baba yao, na kwa sababu hivyo wanakosa. Sasa ngojeni tupande pale juu mbinguni. Waliposikia ile wito, wanamwabudu Mungu na Baali, wamemwacha Mungu, hata madhabahu hawawezi, mali nyumba za ibada zilikuwa zimefungwa, na ya mwisho matoleo hakuna. Sasa ngoja usikie siri ya Elijah. Elijah vile anasema mtu wa dhambi, Elijah anapokuja
Number 1 anasema tupandeni juu. Enda mwambie mfalme, soma 18 mstari lakini sio mtaendelea. Anaambia mfalme, enda mchukulie watu wote tuwapandishe Karmeli. Watu anjaji Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo somo letu liko. Tuchukue mawazo yetu, tupande Karmeli. Karmeli ni sehemu ya ndofu. Tupande juu. Tukifika hapa, Mungu wa mbinguni ataongea. Tukifika mlimani, Mungu atatenda. Na Elijah na manabii wote wakapanda mpaka mlimani Karmeli, ile level part, wakakaa kule ndani. Waliposimama pale, Elijah akasema, "Ninyi watu mbali mko wengi, manabii 440, na waomba chukueni Mungu wenu mumwabudu, yule ataleta moto, huyo ndio Mungu wa kweli." Na wakafanya hivyo kutoka asubuhi mpaka jioni, wakijikatakata na kuomba shetani. Naomba niwaulize kanisa, shetani aliwapatia moto ngapi? Hello njangu. Shetani analeta moto. Shetani analeta moto. Kuna watu wanaamini hata njini wanapea watu zawadi. Lakini hivi nikwambie, hakuna mali ya shetani ya bure. Na hakuna kitu shetani anapeana, ni mrongo. Akikwambia nitakupea, na unaamini nitakupea, na Biblia inasema ni mrongo, na ndio kiongozi wa nini? Wa urongo. Unafikiria atakupea chochote? Shetani anakuambia Yesu ni aburu nitakupea. Yesu alijua hakuna kitu shetani anaweza. Nionyesheni mtu ambaye ako na mali ya shetani, na mimi nitakuonyesha vile shetani anafanya. Nikifunga macho tu, unaangalia uko na magari, uko na nini. Lakini ukienda kufa hivi tu, mali yako yote ndio hivyo. Umetoa mke wako, umetoa watoto wako, umetoa ng'ombe zako, umetoa msichana wako, unampatia mume wako, unapayana familia yenu na mama yako, lakini baadaye hakika unarudi kule maskini ulianza. Shetani ashindwe kwa jina la Yesu. Hakuna mali ya shetani, hata muabudu namna gani. Mama mwingine kule kwetu tulimchangia wakati wa mazishi 1500 miaka kitambo, tukamchangia pesa. Mume wake ndiye alikufa. Mama kaanzia biashara kununua mahindi na maharagwe, hakafanikiwa. Basi wale wa mama wakamwambia, maana wewe biashara zako zinaendelea vizuri, ukifungua siku ya Sabato kidogo, tutakuwa unapata pesa nyingi sana. Mama akakataa kufungua, wakamwambia tupatie funguo, tutakuwa tunakusaidia. Sabato anafungua duka lake, wanamuuzia maharagwe na mahindi. Ile alifungua mara ya kwanza, mahindi karibu gunia nyingi zikanunuliwa. Siku nyingine wakamwambia mama, tupatie funguo tena. Wakaenda kuuza siku ya Sabato, mahindi na maharagwe yanaisha kwa store. Lakini Jumapili mahindi yamejaa. Mpaka Ijumaa mahindi yamejaa. Hauzi chochote. Lakini akifungua kidogo Jumamosi, pesa anapokea. Mama akaanza kupokea pesa Sabato kidogo kidogo. Hebu nikwambie, siku ya mwisho alimwambia mama, tumekuuzia sana. Sikuje fungua asubuhi na mapema, tufika saa zingine unarudi kanisani. Mama akaenda 6, kufika saa 3 ameuza, anakuja saa siku kama hapo kwa biashara. Siku nyingine akienda mbaya saa 2 amemaliza. Hiyo siku nyingine mama akaambiwa wewe ongezea stock. Akaongezea stock, akaongezea in summary. Siku moja akienda kuuza, shetani ni mjanja. Store moja imejaa magunia 200,000. Store nyingine kule iko na 200,000 na kwa mfuko wake alikuwa na 200,000. Anaenda kununua mahindi na maharagwe auze wholesale. Siku ya Jumamosi walikuwa ni auze haraka arudi kwa kwaya. Ni kiongozi hapo uimbaji, ni watu wa Mungu ambao wanaabudu mbali. Hapa kidogo shetani, hapa kidogo na Yesu hapa kidogo, na wanaonekana kanisani wazuri, wananiangalia hata siku ya leo ninawajua. Nishinde kwa jina la Yesu. Wana nusu kwa shetani na nusu kwa Mungu. Mama hiyo siku shetani akakujia mali yake, maana ilikuwa ni yake na hakuna kitu anapeana. So ilikuwa Maua Town ikachomeka moto. Na mgunia 200,000 wote. Wakati anapigiwa simu, "Wewe mama, store yako inachomeka huko." Hii nyingine akianjaa hapa market na inachomeka. "Mama, yako inachomeka hapa." Akisema imechomeka, hii pesa alikuwa ameshika kununua mahindi kwa hiyo lori. Yule mwenye lori akapata 200,000. Wakaanza kutafuta nani amenunulia, ikapatikana mama akona 200,000. Akapokonywa. Hello? Ile sako alikuwa amesave pesa ikapromoka. Waenda huko alikuta na 5,000. Ile tulimchangia ndio alizikuta ndikini yeye na umasikini. Alianza na 5,000 na Mungu akachukua zingine, si Mungu, shetani mwenye alimpa zile za urongo akachukua mali yake. Hebu niwaambieni wapendwa, hamna chochote shetani upea watu wa Mungu milele na milele, anakupambaisha bure, ana chochote. Wale wote walimwabudu wote, waangalie, walikufa wakaisha. Elijah akasema njooni, ikisheni moto kutoka mbinguni. Wakaitisha from morning to evening. Shetani hakuweza kuleta moto, hata kama alikuwa anita mbali, God of fire hakuleta chochote. Lakini mtumishi wa Mungu anaposimama, wapendwa sikizeni vile anafanya. Anachukua madhabahu. Watu wa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Anajenga madhabahu.
Restoring worship in Jesus name. Anajenga nini? Anapojenga madhabahu na majina ya wale watu, kanisa la kwanza la 12 akajenga mawe 12, kisha sikizeni ngapi? Anachukua maji. Kuna mtu anajua juu kwa nini? Hebu niulize. Wakati huo kulikuwa kujanyesha. Kunanyesha ama kunyesha? Lakini Elisha anachukua nini wapendwa? Maji, anamwaga maji nyingi. Sikizeni wapendwa. Maji ni kidogo ipatikane. Kidogo na ipatikane, lakini mtumishi wa Mungu anasema mwaga. Kwa maana kama ni Mungu ameitisha, tuleteni katika jina la Yesu. Hello. Watu wa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Maji ni kidogo, lakini lazima imwagwe kwa madhabahu kwa sababu Mungu ndiye anaitisha katika jina la Yesu. Hiyo maji kaletwa ni kidogo, haipatikani, lakini kwa maana ni ya Mungu lazima tuimwage, tutengeneze madhabahu vizuri. Kisha akaweka kuni, akaripea madhabahu yote, akachukua sandaka. Semeni sandaka. Kuna uhaba, hakuna chakula, lakini bado lazima tutoe sandaka katika jina la Yesu. Watu wa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Kuna njaa, lazima sandaka ifanye nini? Sandaka ikawekwa hapa. Kisha mtumishi wa Mungu kwa imani akaomba maombi very simple. Mwenyezi Mungu, Muumba mbingu na nchi, dhihirisha siku ya leo ya kwamba mimi hakika kwamba wewe ndio unarudisha hao watu wa kuabudu na kwamba mimi ni mtumishi wako. Wapendwa, moto ulitoka wapi? Ikafanya nini wapendwa? Alafu ikamaliza nini? Ika-revive kanisa hii. Naona vile watu wamekauka hapa. Naona vile watu wameishiwa. Naona vile watu ni maskini. Naona vile watu hawana chochote. Turudisheni kanisa hili katika ibada ya Mungu kwa jina la Yesu. Chukueni ile maji yote imebaki huku kwa mifuko, ileteni katika mifuko ya bama isiyochakaa. Tujengeni kanisa hili tena katika misingi ya imani ya Biblia. Tuanzie kujenga hili kanisa la Mungu. Chukueni sadaka zenu pasipo kulazimishwa na mzee. Zote tuzilete mbele ya Mwenyezi Mungu hapa mbele ya kanisa la Mungu. Nikwambieni leo kwa jina la Yesu, mtakuwa mnaitisha moto kutoka juu mbinguni, inashuka hapa, dunia yote kitazama katika jina la Yesu. Hiyo biashara yako inasimama tena milele na milele kwa jina la Yesu. Hao watoto walikuwa wanaanguka, wataanzia kufaulu milele na milele. Hivi vindonda vimewakwaza, hivi misumari unasikia ndani yako umechoka. Haya magonjwa yamekuwa ni mengi. Hizi ndoa zenu ambazo zimevunjika, maana kila nyumba unasikia ndoa imevunjika, ndoa imevunjika. God is going to restore it in Jesus name. Ilihitaji tu kurekebisha tu na kurudisha mawazo love in Jesus name, na kila kitu kitengenezeke milele na milele. Naomba niwapatie story. Nani anajua tai? Hapo ndio tunamalizia. Nani anajua tai? Tai higo. Kanisa wangapi wanajua tai? Higo hii kwani inaitwa nini huko jamani? Si mwewe. Higo ni nani yule? Anaitwa tai. Ni ndio ndege aliye mkubwa kabisa kwa wote. Hello? Kanisa amuka hiyo tu peke yake twende. Naomba niwaulize, unajua tai? Do you know higo? Watu wa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Mnamjua? Sasa ngojeni niwaambie story. Ule mnyama ndege anaishi miaka 70, semeni 70. Anaweza kuishi miaka 70, semeni 70. Lakini ajabu ni kwamba wengi wanakufa wakiwa miaka 30, 35. Wanakufa wengi wakiwa miaka 30, 45. Ask me why. Sinimuulize, ask me why. Kwa sababu tai akifika miaka 35, hiki kidomo chake mbichi huwa sasa kimezeeka. Kimefanya kitoka mjuu akiwa na mbio, akijaribu kushika ile mdomo inamfeli kwa sababu sasa hauna uwezo. Hawezi kushika kifaranga. Hiyo ni wajua vikucha vyake. Hivi makucha yake yamezeeka na yameanzia kutoka. Yamezeeka na ni machungu. Akija kushika ile kifaranga kinapotoka, kinakwenda zake. Sababu sasa hizi nazo zimefanya nini? Halafu mbio yake ameshindwa. Maana sio mbio sana, anaangalia chini mbali, lakini kwa sababu sasa amezeeka na hizi mafedha zote zake zinakuwa hazina mbio. Kwa hivyo hawezi akashuka kwa haraka akashika kandudu ama chochote anayotaka kukula. Kwa hivyo wanakuwa na mambo mawili. Semeni mambo mawili. Akifika 35 years hana kitu liko status quo. Status quo kaida ni nini? Anaamua mimi wacha nilale hapa na 35 years nikufe nikufe nioze. Hiyo ni ya kwanza. Semeni ya kwanza. Anaamua afanye nini wapendwa? Halale afanye nini?
akufie hapo kabisa. Ama la pili, semeni ya pili. Anaweza kuamua mimi ni tai, ndio niko na miaka 70, nikufia hapa. Wacha nipange safari ya kuanza fresh katika maisha yangu. Sasa ngojea atafanya nini? Na ni wachache wanaamua. Mimi kama tai, wale warefu wachache, hatapanda kutafuta vilima vya ajabu, vilima virefu, anakuta mawe yako kule juu, wanakwenda kule, anatoroka kwake nyumbani, anafika vile vilimani. Akifika kule mlimani, hii kimdomo chake hivyo mbiki, anawarisha kwa mawe mpaka kinakatika kabisa. Kisha hii makucha yote anawarisha tena kwa mawe hivyo, pamoja na mafedha zake zote zitakuwa zinaenda off. Hanakuwa ana mdomo, hana vikucha, ana feathers, anabaki vile alivyozaliwa. Anakaa huko wiki 2, wiki 3, wiki 4, hata wengine miezi 3, hajaonja kitu chochote. Anakuwa kamekonda kabisa kale katai kanakonda kabisa. Lakini hivi niwaambieni habari njema, semeni habari njema. Semeni habari njema. Baada ya wiki 3 peke yake, kile kidomo chake kinaanzia kumea tena, zile feathers zinamea zingine fresh, yaani makucha yanamea mengine. Hello kanisa. Anaporudi sasa, akikuja kwetu, ole wako wewe ambuko na vifaranga, kwa maana akiwa juu anashuka mbio, anakuwa na nguvu zaidi ya vile alivyokuwa wakati alizaliwa. Hii na kingine 40 inakuwa ni disaster. Hakuna kamdundu kenyewe katapita machoni yake mpaka anakufa at the age of 70 akiwa strong. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Siku anaongea kuhusu tai Sanglandis. Nilikuwa nazungumzia watu wameniangalia na macho makubwa wasiogopi. Nimeambiwa na Kenya Coast Film kuja niwaambie. Bwana Yesu asifiwe. Naona hiyo biashara yako sister, unaweza amua uende kuuza kule tu vitu unauza huko kwa hivyo. Wewe lala kwa hiyo biashara namna hii. Ngojee kukufa tu na kuzikwa. Tutakupeleka nyumbani. Hello? Ukufia wapi? Na wewe unafanya uasherati. Unaweza kuamua fanya uasherati kabisa, kufia huko, pata kizorono, pata kasende, pata ukimwi, changanya na nini na ugonjwa infection, mix yote kwa mwili wako kabisa, kufia hapo ku. Nakwambia. Na wewe mpumbavu mwingine ambaye ungeelewa, katana hiyo pesa yako kidogo ya maskini, weka kwa mfuko kabisa, nunua mandazi na maamri, ongezea na tushati, kaa hiyo maisha, kufia hapo kabisa, usitoe, usifanye nini? Lakini kanisa litaendelea kwa jina la Yesu. Hello, status quo, kufia hapo, amua kufia hapo kabisa. Usitoe, usisumbuke, usiabudu, usiimbe kwaya, usiingie kanisani. Kuja umechelewa, kama ulikuwa unakuja saa 3 ongezea, anzia kuja saa 6 kamili. Na mhubiri akitoka unaenda wapi? Nyumbani. Ende kufa kabisa, kufa ku kama hivyo utazikwa tu. Lakini mimi leo naomba niongee na watu wachache kwa jina la Yesu, ambao wataamua nitaishi kwa jina la Yesu. Nitapanda juu from the north, niangalie kitu cha Mungu kwa jina la Yesu. Nitainuka hata kama mziki yangu itakwisha, hata kama vikuta vyangu vitakwisha, hata kama nitaishia mfuko yangu bila maskini vile vikuja, lakini nitamwabudu Mungu katika sadaka zangu, nitamwabudu Mungu katika sabato zake, nitamwabudu Mungu katika muda wangu, nitamwabudu Mungu hata kama vile mwingine anamwabudu. Nitaangalia Lord in Jesus name. Mtu ambaye atachoka sema nimekaa hapa muda mwingi, nimecheza sana na maneno ya Mungu, I want to begin fresh in Jesus name. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kuna mmoja kanisani hii, maana mimi nataka kuombea mtu. Wakati walimaliza kutoa sadaka, moto ulitoka mbinguni ukateketeza zile sadaka. Mungu alikubali ibada za Israeli. Na mnajua baada ya moto kuja, palinyesha mvua ya baraka na ikaendelea Israeli ya Mungu wote wakamrudia Mungu katika jina la Yesu. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Ungetaka biashara yako tena irudi katika njia ya north, ungetaka watoto wako wakae vizuri, ungetaka hiyo ndoa yako iweze kupona, it is now. Utaamua upande wa kushoto ni Mungu wa Baali, upande wa kulia ni Mungu muumba mbingu na nchi. Kanisa, utamfuata nani katika jina la Yesu? 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 Sio mimi nitaamua, bali ni wewe. Ninaomba maombi matatu tu peke yake. Kuna watu walikuwa batize, hamkubatizo. Labda ulikuwa unasikia kwamba hata wewe ungependa kuanza tena safari hii. Maandiko yanasema hata amekuwa mtu akiwa ndani ya Yesu amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita yote, tazama amekuwa mapya. Kuna watu kama hao walikuwa wanataka ubatizo, na kama uko umejiunga ungependa kujiunga na ubatizo. I want to pray with you in Jesus name. Huyo ni mtu wa kwanza.
Wa pili, kuna watu ndani ya kanisa hili ambao leo wameleta sadaka zao, hawajui kesho, lakini sadaka wanatoa ya makambi, wanataka kufanya ahadi na Mungu wa mbinguni. Wanataka kumwambia Mungu, nitatoa, na utoe na hasira. Hana maanisha utoe ukiwa very serious. Mwambie Mungu, naileta hapa. Treasurer, tafadhali, na wale wa viongozi wangu, niletee hiyo kitasa. Wanataka kutoa sadaka ya leo ile walikuwa wameahidi, na waongezee tena sana. Unataka kutoa kama hujaitoa tena. Na hata kuna mtu mwingine hapo ameandika pledge. Ungependa kuahidi mbele za Mungu kutoa, hata wewe nakupatia nafasi katika jina la Yesu. Because I want us to give. Usiangalie mzee, usiangalie nani anatoa, kama mwanamke wa Sarefati alivyotoa na Mungu akampatia, tafadhali toa. Hao watu nataka kuomba na wao mnapoleta sadaka zenu. Na unapoleta hiyo sadaka, mimi kwa neema ya Mungu nimetumwa na Kenya Coast Field na kuombea baraka kwa ndoa yako, kwa kila kitu chako milele na milele. Si kwa sababu unatoa ubarikiwe, unatoa kwa sababu ushabarikiwa milele na milele. Na mtu wa tatu ambaye nitaomba na yeye ni mtu ambaye anasikia kwamba maisha yake yameyumba yumba, angependa kuwa mwakili mwema, angependa kuanza siku ya leo na mbingu ikishuhudia. Hamrudie Mungu kama wale wakati wa Elijah walipoona baadhi wanakata shingo, waliacha ile miungu ya moto ya urongo, wakamfuata Mungu anayeleta moto. Bwana Yesu asifiwe. Hao watu nataka pia niombe na wao. Naomba hapa niulize swali. Kuna mtu katika vikundi hivyo yuko hapa anaweza kuonyesha kwa njia ya mkono? Usiogope mtu yote. Hapa hivi kwenu Njanzi kuna watu wanapenda maombi ya mchungaji. Kuna mtu anataka ile hombi. Asante. Simama ndugu, nataka niombe na wewe. Simama. Hivyo ni wewe, simama tafadhali. Nataka niombe tu. Kuambia jambo lingine, nataka niombe na wewe. Kuachia hizo baraka za Mungu kwa jina la Yesu. Uzipokee zote kwa jina la Yesu. Ziwe zako milele na milele. Wale watu wa sadaka wako hapa? Yes? Ni wimbo gani kiongozi? Asante. Jo hapa, ni wimbo gani kiongozi? Simama. Kwanza na watu wa sadaka. Leo hivi kwa mamlaka ya mbingu ninakuja kuzipokea nikikubariki kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Tukiimba bring it, ilete kwa njia ya imani. Hakuna njia nyingine tutamwabudu Mungu. Kuna James Jacob Mutua in Jesus name. Please wimbo kiendelea. Leta hizo sadaka au leti kwangu, unaleta kwa Mungu wako. Leta hiyo sadaka. Na kama inaweza hata ongezea nyingine. Tunahitaji 150,000. Na unapoleta, may God bless your home in Jesus name. Wewe jua unafikiria ni sadaka lakini kumbe